nini chanzo cha haya yote? Watu wanagombana, watu wanasalitiana, watu wanaachana na wengine hata kuuana. Karibu katika kipindi chako bora kabisa cha Mkombozi wa Mahusiano, kipindi ambacho kinakujia kila tarehe moja ya kila mwezi. Ungana nasi katika sehemu hii. Na mtazamaji wa Lupogo TV, karibu kwa mara nyingine tena katika mwendelezo wa kipindi chako murua kabisa, Mkombozi wa Mahusiano. Mimi ni Daktari Isa Lupogo kutoka hapa Chuo Kikuu Mzumbe, lakini pia kutoka Chuo Kikuu cha Pretoria. Naam, lakini kwa leo ninakuletea au tunaendelea na kipindi chetu cha Mkombozi wa Mahusiano. Na leo ni sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu ya Mkombozi wa Mahusiano inahusu ukinaifu. Lakini bila nakukumbusha tu kwamba Mkombozi wa Mahusiano inakujia kila mwezi tarehe moja. Kwa hiyo usiache pia kutufuatilia tarehe moja ya mwezi ujao. Sasa ukinaifu ni kitu gani? Kumbuka tu kwamba ukinaifu ni kati ya vile vyanzo vinavyosababisha migogoro, mtafaruku katika mahusiano. Kama umefuatilia na kama hujafuatilia, basi nakusihi ufuatilie pia kipindi cha kwanza, sehemu ya kwanza, sehemu ya pili mpaka leo sehemu ya tatu, ili uweze kupata muendelezo mzuri. Sasa ukinaifu ni neno linalotokana na neno kukinai. Kwa hiyo usione ni neno jipya sana. Ukinaifu ni kukikinai kitu. Sasa ukinaifu ni kati ya mambo ambayo yanasababisha sana kuwe na mitafaruku ndani ya mahusiano, ndani ya ndoa. Kivipi sasa? Swala la ukinaifu, kwanza kabla hatujafika kwenye mahusiano, tulidadavue tu kwanza kwa ujumla wake. Binadamu ameumbwa kukinai vitu. Unajua, kama ambavyo nilisema mwanzo, mimi ninaongozwa na falsafa ya kwamba tatizo ni tatizo kama hujui ni tatizo. Ukishajua ni tatizo, si tatizo. Kwa hiyo ninachokifanya mimi katika Mkombozi wa Mahusiano ni kuhakikisha kwamba kwanza ninakufanya wewe ulielewe tatizo kinagaubaga. Na mimi naamini ukishaelewa tatizo kinagaubaga, kabla hata hatujafika kwenye vipindi vya mbele kueleza ni kwa namna gani unaweza kukumbana au kukabiliana na tatizo hili au kutatua tatizo hilo, wewe mwenyewe kwanza unaweza kulitatua kwa kujua tu hilo tatizo. Kwa hiyo tatizo kubwa ambalo binadamu wengi linatukabili ni kwamba hatuyajui matatizo yetu kinagaubaga. Sasa na leo nataka nikwambie kwamba moja ya matatizo ambayo yanasababisha mitafaruku, migogoro, kuachana ndani ya ndoa ni ukinaifu. Sasa kama ambavyo nimegusia hapo awali kwamba binadamu tumeumbiwa kukinai vitu au mambo au maswala. Yaani akili za binadamu zilivyo ni kwamba akiwa na kitu fulani kwa muda mrefu anakikinai. Sasa hii ni sayansi ambayo ipo kwa binadamu. Leo kila ugali, kesho baada ya mwezi, baada ya miezi 6 ugali utatamani pilau. Lakini amini usiamini, ukila pilau hilo miezi, wiki kadhaa, wakati mwingine hata siku tu kadhaa utalikinai. Kwa hiyo katika mahusiano nalo swala hilo lipo vile vile, kwamba unakuwa na mpenzi wako leo au mnaoana leo, baada ya muda mtakinainiana. Unaweza kubaliana na mimi kwamba ndoa nyingi zinavunjika baada ya muda fulani. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kanuni ya ukinaifu, kwamba mume anamiliki mke na mke anamiliki mume. Kila siku wapo pamoja, wanaishi pamoja, wanaamka leo, kesho, kesho kutwa. Baada ya muda kila mtu anakuwa amemzoea mwenzake kiasi kwamba ile hali ya kumkinai inakuja. Sasa mimi mara nyingi ninatoa tahadhari, na nimesema haya katika kitabu changu cha nadharia ya utofauti katika ndoa na mahusiano ya kimapenzi, kwamba unaposoma kile kitabu hakikisha unasoma mpaka mwisho. Usisome mpaka usiishie njiani, kwa sababu unaweza ukajipotosha mwenyewe. Ninachokisema hapa, sitaki watu waone sasa mahusiano au mapenzi hayawezekani. Hapana, mahusiano au mapenzi yanawezekana, isipokuwa unatakiwa uyajue haya mambo ambayo mimi ninakueleza. Kwa hiyo migogoro mingi katika ndoa inaletwa au inasababishwa na watu kukinainiana. Kwa hiyo ukishajua kwamba kuna ukinaifu, una uwezo wa kukabili, kuzuia, kuhimili huo ukinaifu. Wakati mwingine uenda pengine kuzuia utaweza, lakini unaweza kukabili na kuiambia akili yako kwamba mimi mke wangu sitakiwi kumkinai, kwa sababu ndo ni mke ambaye nimemuoa mwenyewe. Kwa wale ambao wanafuata imani, ni mke ambaye nimepewa na Mwenyezi Mungu. Lakini tukumbuke tu kwamba
masuala haya ya kukinainiana na kuachana yanajitokeza, kuna mifano mingi sana ya watu ambao wameishi pamoja baada ya muda wameachana. Kwa mfano tukija tu hapo Tanzania tunakumbuka wasanii wetu, kwa mfano Diamond Platnumz amewahi kuwa na Wema, baada ya kukinaifu akaachana, akawa na Penny, baada ya kukinaifu akaachana. Nafikiri pia na Jokate na wengine ambao siwakumbuki, lakini kwa sasa najua yupo na Zuchu. Hatujui kama ukinaifu pia utawakuta na wataachana, mimi hilo sijui, lakini tukumbuke tu kwamba swala la ukinaifu lipo. Lakini tukienda kwa Harmonize, nafikiri aliwahi kuwa na Kajala, ukinaifu ukaja wakaachana, akawa na Posh, ukinaifu nao ukaingilia kati wakaachana. Kuna ndugu yetu Manara, nakumbuka wakanyang'anyana hapo mke na Dula Makabila, ukinaifu na wenyewe ukaingilia kati wakaachana. Mifano ni mingi. Tukija kwa ndugu yangu mwana fasihi huyu Bwana Madebe, ana misemo yake mingi sana ya fasihi naipenda, nao pia wameachana. Kwa hiyo ukiangalia hayo mambo haya yanajitokeza kwa watu wengi, lakini tukivuka mipaka labda pengine kimataifa, tunakuta hata watu wenye pesa nyingi, kwa mfano Bill Gates na mpenzi wake na mke wake Menina waliripotiwa kuachana. Sasa mtu kama Bill Gates mwenye pesa nyingi wanaachana, wewe ni nani? Lakini pia imewahi kuripotiwa tajiri wa Afrika Ali Dangote amewahi kuachana, amewahi kuachika mara mbili, amewahi kuwaacha wake zake mara mbili kivipindi tofauti. Unaona, sasa mtu kama Ali Dangote ukinaifu na wenyewe umeingilia kati na wameachana, unaweza kuona kwamba kumbe wakati mwingine hata kama ukiwa na pesa bado mambo yanaweza akawa ndivyo sivyo. Kwa hiyo unaona haya mambo yote yanasababishwa na ukinaifu. Baada ya kukaa pamoja muda mrefu unakuta kwamba watu wanaachana. Lakini tukija kwa wasanii wetu katika nyimbo zao nyingi, hilo pia linajidhihirisha pasi na shaka kabisa. Kwa mfano ukiangalia wimbo wa Alikiba na Harmonize, wote wanasema I'm single. Nafikiri Harmonize anasema I'm single again, Alikiba anasema I'm single. I'm single. Do you know that I'm single? I'm single again. Who knows I'm single? Oh yes, I'm single. Kwa hiyo hizi nyimbo zote zinatoa ujumbe gani? Zinatoa ujumbe kwamba hao watu walikuwa kwenye mahusiano, lakini baadaye ukinaifu ukaingilia kati wakaachana wapenzi wao, ndio maana wakaimba I'm single. Tena tumeshuhudia, nafikiri wengine kabisa, mtu kama Harmonize nafikiri aliimba uhalisia kabisa wa maisha yake baada ya kuachana na moja ya wapenzi wake ambao nimewataja hapo awali. Lakini tukiangalia wimbo kama Likizo wa Aslay, Aslay analalamika, anaona kama vile mpenzi wake sasa amemchoka. Analalamika kabisa kwenye huu wimbo, kama ambavyo tunaweza tukasikiliza kidogo katika kipande kutoka kwenye huo wimbo. Mbona nakufurumu, si ungesema kama umechoka penzi langu? Oh mama, nijikatae aleta tenane, utaka tatuonane vibaya hivyo. Oh mama, utatenane, unapenda tufokeane vibaya hivyo. Oh bwana. Lakini kama haitoshi, kuna wimbo wa Jux na Diamond nafikiri nasema let us enjoy au enjoy, nafikiri ule wimbo unaitwa. Taharuki katika mahusiano yake, na hoja inayojulikana hapa ni kwamba hao walikuwa wapenzi, wameishi pamoja, ukinaifu ukaingilia kati, wakaamua kuachana. Kwa hiyo anaona kwamba bora aende akaenjoy
bora ni enjoy, unaona. Lakini utajua kwamba usije ukafikiri kwamba ni nyimbo za bongo flavor tu, la hasha. Hata nyimbo za injili kuna ushahidi wa nyimbo za injili za ukinaifu. Kwa mfano kama utakumbuka wimbo wa Rose Muhando unaitwa Nipe Uvumilivu. Walonizalisha wamenikimbia, Mungu nipe uvumilivu. Watoto wangu wanahangaika, Yesu nipe uvumilivu. Walonizalisha wamenikimbia, Baba nipe uvumilivu. Maisha yangu yamo mashakani, Baba nipe uvumilivu. Sasa unaona Rose Muhando anaona kwamba kuna wanaume alikuwa nao, ukinaifu ukaingilia kati, wakamkimbia pamoja na kumzalisha. Hii yote ni ukinaifu. Unaona sasa mambo yanapokuwa ni mazito. Lakini nimeukumbuka wimbo mwingine wa Mahaba wa Alikiba. Anasema kwamba mapenzi sasa yamekuwa ya mkataba na bora ampende mama yake. Sikiza kuna mahaba. Yeah. Mahaba. Mapenzi ya mkataba mpaka kufa yamekwisha. Ni neema ukiona hema. Mapenzi yanachosha yanafuja raha. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu alonizaa. Uchungu wa kulia daily, mapenzi alinifanya nisile, na sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha, no. Hiyo ndiyo kanuni ya ukinaifu na huo ndio ukinaifu. Kwa hiyo ndugu yangu, tufahamu tu kwamba ukinaifu upo na tuudhibiti ukinaifu ili tuweze kudumu katika ndoa zetu. Tukutane tena kipindi kingine katika Mkombozi wa Mahusiano. Mimi ni yule Daktari Isa Lupogo. Pata nakala yako ya kitabu cha nadharia ya utofauti katika ndoa na mahusiano ya kimapenzi kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Kitabu hiki kimeandikwa na Daktari Isaya Lupogo. Mawasiliano. Lupogo TV kwa elimu na burudani. Lupogo TV for education and entertainment.